earlier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. Mimi ni Daniele Blessed. Asante sana kuwa kwenye chaneli hii leo. Hapo mwanzo, Adamu na Hawa walijikuta ukingoni mwa ulimwengu ulioyeyushwa katika machafuko. Lakini sasa Mungu wa mbinguni na nchi alikataa kuruhusu uumbaji wake mzuri uangamizwe. Akawafukuza katika bustani. Vinginevyo akasema hivi: wamekula kutoka kwa mti wa uzima, kwa hivyo wataishi milele katika machafuko. Machafuko haya yalileta dhuluma, yaligeuza baraka za Mungu kwa wanadamu katika bustani na kusababisha maumivu ya njaa na taabu. I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, for dust you are, and to dust you shall return. Israeli walipokombolewa kutoka kwa mkono yenye machafuko na maovu ya yule jamaa Farao, mfalme wa Misri, Mungu alitangaza kwamba taifa hili halitakuwa kama wengine. Wasingeweza kuchochea machafuko ya kutoumbwa ulimwenguni, ili ulimwengu usije ukakabidhiwa kwa maumivu zaidi na njaa zaidi. Na kisha miaka 400 baadaye, kulikuwa mvulana mdogo aliyenyakuliwa katika hadithi hii ya machafuko ya wafalme katika uumbaji. Hii ni hadithi ya mvulana mdogo ambaye atakuwa mshairi shujaa na mfalme wa taifa aliyezarauliwa katika mji mdogo nje ya Yerusalemu. Mvulana ambaye atashindana na mfano wa Ibrahimu na Musa. Hiki ndicho kisa cha jinsi kushindwa kwake kutakavyolitia taifa la Israeli katika hali ya uharibifu. Hiki ndicho kisa cha kushindwa kwake kitakavyoliangamiza taifa la Israeli katika uangamivu, baraka za undo kuwa laana katika kutengeneza njia ya mfalme mkuu zaidi wa ulimwengu kuzaliwa. You win, and the Philistines will be your slaves. I win, and you will be our slaves. Someone must fight him. Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man. Not one man in Israel, not one of God's people. I'll do it. Hii ni hadithi ya Daudi. Ni miaka 1030 kabla ya Yesu kutembelea dunia. Kama alivyonena mfalme wa sasa juu ya Israeli, Sauli alitangaza vita dhidi ya taifa la Wafilisti, kuongeza mvutano ulioanzishwa na viongozi wengi wa Israeli. Kitendo hichi ni kimoja kitakachochochea machafuko kutoka Israeli hadi dunia. Hivyo kilimkasirisha Mungu Sauli alipotangaza vita dhidi ya jeshi la Wafilisti lililokuwa likisonga mbele kinyume cha sheria. Walitoa dhabihu kinyume cha sheria,
na wakaasi amri waliopewa na Mungu ya kuharibu sanamu zote za Wamalaki. Wakati huo huo, mtoto mnyenyekevu mwenye nywele ndefu mwenye umri wa miaka 10 alikuwa akichunga kundi la kondoo la baba yake Jeshia katika shamba la Bethlehemu. Wakati ghafla simba ikaruka ghafla. Daudi alijua kwamba Mungu wake ana amri juu ya amri aliyoombwa katika wanyama wa porini. Hivyo alikuwa amejihamu kwa imani yake kwa Mungu. Daudi alimuua simba yule kwa haraka. Miaka 2 baadaye, kiongozi wa kweli wa taifa Samuel, kuhani na nabii mashuhuri, alikuja kumwomba mchungaji Daudi. Samueli akasema kwamba Mungu amemchagua Daudi kuwa mfalme wa Israeli yote. Hata hivyo, Sauli alibaki kwenye kiti cha enzi huku akiteswa na roho mbaya iliyotumwa kwake na Mungu. Kwa hivyo watumishi wa Sauli wakamshauri Sauli aajiri mwimbaji amtulize anapokasirika. Watumishi wakapendekeza mvulana mdogo, mchungaji wa miaka 10 kutoka Bethlehemu anayeitwa Daudi. Wakasema, Daudi ni mstandi katika kupiga muziki, ni shujaa mwenye busara katika usemi na mtu mwema, na Bwana yu pamoja naye. Sauli alikuwa hajue hivyo. Mfalme akamwajiri mvulana mdogo atakayechukua nafasi ya kiti chake cha enzi. Mwaka wa mapigano unapopita, Wafilisti wanaporudi kwa ajili ya malipo, jeshi la Wafilisti likamtuma mtu mkubwa mwenye umbo la mnyama ambaye ana urefu wa fiti 10 na anabeba paundi 10 za silaha. Anarusha mkuki hewani ambao ulikuwa na unene wa inchi 1.5. Mtu huyu anaitwa Goliathi. Jamaa huyu Goliathi, anaye urefu wa mnyama, akawadhihaki wa Israeli ili wamtume shujaa ili amshinde. Akasema na sauti nene, Israelites, you win, and the Philistines will be your slaves. I win, and you will be our slaves. Akasema, mtume mtu wenu nishindane naye. Kisha Waisraeli wakaogopa kinoma, huku wakisema, jamaa huyu ni mrefu sana kweli. Wakati huo huo, mvulana mchungaji Daudi akatumwa katikati ya vita kwa ndugu zake wanaopigana kwenye mstari wa mbele. Daudi alipomuona Goliathi akiwasumbua watu wa Israeli, akamwambia kila mtu kwamba anaweza kumshinda jitu hilo na hata haihitaji silaha za vita kuliangusha jitu hilo. Kwa njia hii, Someone must fight him! Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man. Not one man in Israel, not one of God's people. I'll do it. David, you're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this.
Daudi akakusanya mawe 5 laini kutoka kwenye ukingo wa mto ulio karibu, huku akiweka imani yake kwa Mungu. Akamuua Goliathi kwa mjaredi mmoja wa kombeo lake. Sasa iyali, hatuwezi kujua kweli ni lini Daudi aliandika zaburi zake nyingi. Huenda tukio hili lilimchochea Daudi kuandika zaburi yake ya kwanza, Zaburi 9:3 kwenda 4. Kwa sababu adui zangu hurudi nyuma, hujikwaa na kuangamia mbele zake. Kwa maana umenifanyia hukumu na haki, umeketi kitini pa enzi, ukihukumu kwa haki. Hili lilivutia umakini wa Sauli, na ingawa mvulana mchungaji Daudi alikuwa amekuwapo kwake kwa muda sasa, mara tu Sauli alipomuona Daudi akitoka kwenda kupigana na Wafilisti, akamuuliza Abneri, jemadari wa jeshi lake, akasema, Abneri, ni mwana wa nani kijana huyu? Abneri akajibu akasema, kama roho yako iishivyo, o mfalme, sijui. Mfalme akasema, uliza kijana huyu ni mwana wa nani? Na mara tu Daudi aliporudi kutoka kuwaua Wafilisti, Abneri akamchukua na kumleta mbele ya Sauli, akiwa na kichwa cha Mfilisti Goliathi mkononi mwake. Sauli akamwambia yule kijana, wewe ni mwana wa nani? Daudi akajibu, mimi ni mwana wa mtumishi wako Yese kule Bethlehemu. Kisha Daudi alikaribishwa ikulu kwa mfalme. Alipofika, akamkutana Yonathani mwana wa Sauli kwa mara ya kwanza. Yonathani na Daudi wakawa marafiki wa karibu. Hata Yonathani na Daudi wakafanya makubaliano ya kulindana katika mkutano huu wa kwanza. Sauli akamwambia Daudi kwamba anaweza kumuoa binti yake Merabu. Merabu alikuwa binti mkubwa wa mfalme Sauli. Sauli alimwonea wivu sana mvulana huyu Daudi. Kwa hivyo, katika huzuni yake ya kukata tamaa, Sauli akampa mtu mwingine Marebu ili amuoe. Hata hivyo, Mikao binti wa Sauli akampenda sana Daudi. Sauli akakubali ndoa yao wakati huo huo, kwa sababu akuwe anamtumia Daudi kama shujaa kwenye mstari wa mbele wa vita, ili Daudi aweze kuuawa katika vita vyake. Lakini Mungu alikuwa akimtumia Daudi, akawashinda maadui wengi kuliko mtu mwingine yeyote pamoja na Sauli. Watu wakaanza kuandika nyimbo kuhusu mvulana mdogo mchungaji, wakisema, Sauli aliwaua maelfu yake, lakini Daudi makumi ya maelfu yake. Sauli akaogopa kuona umaarufu unaongezeka wa Daudi. Sauli akaanza kumuona Daudi anakuwa maarufu sana kupitiza. Sauli alipomuona Daudi anakuwa maarufu sana, Sauli akasema, anachotaka zaidi ni nini isipokuwa ufalme? Sauli akasema tena, anachotaka ni nini zaidi lakini ufalme ulio ndani ya Sauli? Akamtupia mkuki huku akipiga kinumbi. Wakati Sauli alimtupia Daudi mkuki, Daudi aliupitiza pembeni, na hiyo mkuki haikuweza kumupata Daudi. Kisha mwanawe Sauli Yonathani akapendekeza kwamba Daudi akimbie. Yonathani akamwambia Daudi, ebu kimbia na kujificha mlimani. Lakini Daudi alikimbia kurudi nyumbani kwa mkewe Mikali. Inawezekana iko hapa
wakati Daudi alipoandika Zaburi 11 akisema, Bwana ndiye niliyemkimbilia. Mbona mnaiambia nafsi yangu, kimbilia kama ndege mlimani kwenu? Akimjua baba yake na kuhofia maisha ya Daudi, Mikaeli akamkimbiza nje gizani, akikataa Daudi kukimbilia mlimani. Daudi akakimbilia mahali pa kimbilio, anajua uwepo wa Mungu. Daudi akamkimbilia kwa Yonathani, kuona ingawa Yonathani anaweza kumsaidia akimbie. Hatimaye Yonathani hana majibu. Daudi ataenda wapi? Hawezi kukimbilia kwa Samueli, au Sauli anaweza kumuua. Hawezi kurudi nyumbani, au Sauli anaweza kuitega familia yake. Jamaa huyu ataenda wapi? Daudi akafanya tu kile alichoweza kufikiria, kwa kukimbilia kwenye hema la Tanako karibu zaidi. Kisha Daudi akakutanana na kuhani. Daudi akamdanganya Ahimeleki, kuhani huko Nobi, akidai kwamba mfalme Sauli amemtuma kwa utume wa siri na kwamba watu wake watakutanana naye mahali pengine. Inasema kwa uzuri hapa, Samueli wa kwanza 21 mstari wa 2. Daudi akamwambia Ahimeleki kuhani, mfalme ameniagiza shughuli, akaniambia asijue mtu yeyote habari ya shughuli hii ninayokutuma, wala ya neno hili ninayokuamuru. Nami nimewaagiza vijana waende mahali fulani. Kisha akamtaka mteule ampe mkate mtakatifu na silaha kwa ajili ya mkutano huu wa ajabu wa kubuniwa. Mkate huu unatakiwa kukaa mbele za Mungu, usisogezwe na hakika usiliwe. Ahimeleki akakubali kumupa Daudi upanga wa Goliathi, ishara ya kejeli ambayo inapaswa kumkumbusha Daudi kuhusu imani yake kwa Mungu, na kwamba hahitaji kuogopa chochote au mtu yeyote asije akasababisha machafuko, udhalimu duniani. Lakini akiongozwa na hofu, Daudi alitumia miaka 8 ya maisha yake kwenye mbio za kukimbia. Yaani swahili rahisi ni kwamba Daudi alikuwa kwenye maisha ya kujificha asiuawe na Sauli, yaani Sauli asimuone kumuua. Katika kipindi cha miaka hiyo 8 ndipo Daudi alipoandika baadhi ya mashairi yake yenye wingi zaidi, yaliyolazimishwa kukimbia na machafuko ya kifo na maumivu. Daudi aliandika Zaburi 17, 31, 34, 35, 52, 54, 56, 64, 109 na 140, akisema, Ee Mungu, sikia maombi yangu, sikiliza maneno ya kinywa changu, maana wageni wamenishambulia na watu wakatili wanatafuta uhai wangu. Tunaishia hapa leo. Mimi ni Daniele Blessed. Unaweza kusubscribe kwa sehemu inayofuata. Subscribe for part 2. Lakini pia usisahau kushare video hii kwa wengine. Mungu akubariki. Tutaonana. Asante sana.